Bwana asifiwe. Happy Sabbath. Nashukuru sana kuona nyuso za watu wengi. Nashukuru kuona ya kwamba hata hema tuliongeza. Nashukuru ya kwamba sisi zote tumekuja kwa ajili ya siku ya Sabato. Ila moyo wangu unahuzunika kidogo tu, nikishangaa watu hawa wote walikuwa wapi tulipokuwa tunaendelea na makambi. Sitaki kuwalaumu wala kuwatolea mashtaka, lakini ni vizuri kujua ya kwamba makambi yanapangwa kwa sababu yako. Unapokuwa mbali ujue makambi yamepangwa kwa ajili yako. Lakini nashukuru watu wetu wa online kwa sababu najua waliwafikia sana. Sasa niko hapa kwa sababu ya family life ambao tumekuwa nayo tangu Jumatatu. Tumeongea mambo ya kina wake, waume, watoto, na pia tulipatana na singles kando na tukaongea. Na hivi leo ni kama kumalizia, na kwa sababu mambo ambayo niliona sikuweza kuingia sana ndani, ambao nikienda nyumbani pia ningelijisikia nina mzigo nimebaki nao moyoni, nikaona leo narejelea somo la watoto. Leo nataka tuende parenting kwa dakika 40 nimepewa, na ninajua tutaweza kubarikiwa. Tuweze kuomba. Baba Mungu wetu wa mbinguni, jina lako lihimidiwe. Asanti kwa wema na fadhili zako. Asanti kwa Sabato nzuri hii ambao umetukusanyisha katika uwanja huu, uweze kutubariki. Kwa nasi tunapoendelea na mambo yote ya siku ya leo, na hasa wakati huu wa kipindi cha watoto. Baba, naomba uwe mwalimu mkuu katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asante sana. Jana asubuhi tuliongea juu ya watoto, na tuliongea kwa haraka sana kwa sababu tulikuwa tunachanganyisha mambo mengi, nikidhani ilikuwa ndio siku yangu ya kukamilisha masomo yangu. Lakini nikajulishwa ya kwamba pia leo kuna dakika chache kwa ajili ya familia. Na nataka kwanza tujikumbushe ya kwamba tuliona jina hili parent. Jina hili parent kwa kizungu maana yake ikisimamiwa na kila herufi yake, maana yake ndio nini? Na wale tulikuwa hapa, ninajua wengi wenu mnakumbuka, na nimekuwa kila siku hata nikiwapa ruhusa ya kuweza kuibia notes ambazo mliweza kuziandika. Je, lile leta ya P, herufi P maana yake ni nini? Nani atainua mkono na kuniambia haraka sana? A personal friend. Ikiwa wewe ni mzazi, uko mahali hapa, huenda ikawa watoto wako walisoma wakaenda, wewe ni baba mzee ambayo pengine wewe ni rika la mama yangu na baba yangu. Wewe bado ukiwa mzazi, ujue una wajibu wa kuwa a personal friend to your children. Hata ukiwa mzazi ambaye ana watoto rika hili la katikati, majenzis, pia wewe unapaswa kuwa a personal friend kwa watoto wako. Ukiwa wewe ni mama uliye na tutoto tudogo sana hapa chini, ujue unapaswa kuwa a personal friend. Kuna tofauti ya just a friend and a personal friend. A friend mnaweza piga story zote, but personal friend ni mtu ambaye mnashare siri za ndani sana. Je, mtoto wako ana uwezo wa kushare siri zake na wewe? Je, mtoto wako msichana akienda huko apate mchumba kisha aachwe, akiwa amevunjika moyo wake, ana guts za kuja kukwambia mam, nimeachwa, daddy, nimeachwa? Je, mtoto wako akienda huko adanganyike high school apate mimba, je, ana uwezo wa kuja kukwambia mam, I am sorry to disappoint you but mambo yameharibika? Je, mtoto wako ana uwezo wa kufanya hivyo? Je, mtoto wako akienda akiwa abused? Tumesoma sana na tukaona kuna mambo mengi watoto wetu wanapitia katika hali ya ujana, especially teenagers. Je, mtoto wako akienda haribiwe, mtoto mvulana akienda sodomaiziwe huko nje, je, atakuwa na guts za kuja kukwambia siri hiyo yake inayonuka sana? Be a personal friend to your children. Ya pili ilikuwa nini? Letter A. Letter A. Wacha nikae kwa hawa ambao ni wa class available. Ni lazima wewe mzazi ukue available siku zote kwa ajili ya mtoto wako. Ni lazima ukue pale wakati mtoto wako anapokuhitaji.
Manake ni nini? Ya kwamba tumekuwa na shughuli nyingi sana sisi wazazi, na shughuli zetu ni nzuri kwa sababu ni kushughulikia watoto wetu ili waweze kupata fedha nzuri, wakae kwa nyumba nzuri, waishi maisha ya raha kwa bidii ambazo tunazifanya. Na hayo yote shughuli ni mazuri hayo. Hata kwenda kutafuta fedha ni vizuri. Hata kufanya hiyo kazi unafanya, unaingia saa 4 kisha unaondoka asubuhi saa 11 ni sawa. Lakini ni hatari sana kwa sababu mtoto wako anahitaji your availability. Naenda haraka, nimepewa dakika only 40. Letter R ilikuwa inasema nini? Huku hakukuwa mtu jana. Huku ananishangaa tu, ananiangalia. Huko ile timu ilikuanga huko, iko wapi leo? Hakuna mtu aliandika hiyo. Wacha nirudi kwa watu wangu. Yes. Responsible. Thank you so much. Tulisema ukiwa mzazi na wewe unajiita mzazi wa watoto, kuwa mzazi si kununua nguo nzuri nzuri, si kuwavalisha hizo viatu vizuri vizuri, utu nguo toa neti mpaka kasichana kakizunguka kana kaka kizunguka, kwa sababu ni kweli kasichana kamepambwa, kamevaa nguo 3,000, kiatu chenyewe 2,000, kamevaa juu pia na kafulana ka 1,300. Sasa kasichana kakija kanisani hata katakaka kakipita. Ni vizuri kufanyia mtoto wako hivyo ikiwa Mungu amekubariki kuwa na hizo fedha. But be responsible of their character. Naenda haraka. Leta hii, wacha nikae kwa hawa ambao wanakuwa waaminifu. Leta hii, encourager. Uwe mzazi ambaye ana encourage watoto wake. Tunateremka na jina parent. Tumesema P, tumesema A, tumesema R. Sasa tuko kwa E. Ukitaka kuwa mzazi mzuri ambaye unajiita wewe kuwa ni mzazi, kazi ya kuzaa sio kazi. Kazi ni kumlea mwana. Be responsible. Na ukiwa responsible, leta hii nasema encourage. Na niliwapa watu waliokuwa hapa hadithi vyenye one day I encouraged my son, na the following day akafanya mambo makubwa sana kwa ajili ya encouragement ya maneno tu. Encourage mtoto wako. Hata kama mtoto wako ni poor performer shuleni, tafadhali usikae ukimwambia wewe hukaangi kama John, wewe hukaangi kama Peter, wewe ni mjinga sana. Wacha hayo tafadhali. Encourage. Hata kama alikuwa namba 40 na amekuwa namba 39, in fact mnunulie zawadi. Mwambie mtoto wangu, wewe mimi naona wewe ni mtu mwerevu sana. Encourage your child. Nakumbuka hadithi moja, na najua pia nyinyi mnajua hadithi hii. Kulikuwa na kijana mmoja siku moja nchi ya Ulaya. Akaenda shule, na walipomwangalia yule kijana, mwalimu aliyekuwa anamfundisha akamwona kijana ni mjinga hasomesheki. Katoto kadogo darasa la kule chini. Na basi siku moja alipokuwa amevunjika moyo, mwalimu akaandika barua, akaifunga vizuri sana, na akampa yule mtoto, akamwambia pelekea mami hii barua. Na katoto bila kujua ujumbe ulioko ndani ya barua kakabeba barua ile na kakampelekea mama yake. Naye mama yake alipofungua barua ile, katoto kanamwangalia hapa. Mama alipokuwa anasoma, uso wake ukaanza kukunjana, machozi yakaanza kumdondoka. Akawa mama mwenye huzuni sana, akawa anakaa machozi sana. Na mtoto akamuuliza, what is wrong mommy? What is the letter saying? Na mama akamwambia, you know what my son, the teacher wrote this letter. Akisema hajaiona mtoto mwerevu kama wewe. Mtoto mwerevu kama wewe hata hajaifundisha. Na kwa hivyo amesema nisikupeleke hiyo shule kwa sababu hata kuweza wewe ni mwerevu sana. Amesema ukae hapa nikufundishe mimi hapa nyumbani. Na mtoto akafurahi. Na yule mama akaanza kazi ya kumfunza mtoto wake. Na baada ya miaka, yule mtoto akawa amesonga sana. Akawa mtu mkubwa, mwanasayansi mkubwa sana duniani. Na basi baada ya uzeeni mama yake aliaga. Na alipoaga akiwa anaenda kupekua vitu kwa mama yake nyumbani, akiondoa ambavyo havina maana, akapatana na ile barua.
Alipoiona ile barua akaifungua akaanza kusoma. Akakuta kumbe ilikuwa imeandikwa, mtoto wako ni mjinga sana. Hapa hii shule hawezi shika kitu. Kaa na yeye nyumbani. This young man akaishika barua ile kwa furaha na machozi mengi. Ya kwamba mama yake alipopata ujumbe wa kumumaliza na kuangamiza mtoto wake, mama aliuchukua ule ujumbe akaufanya kuwa a positive message na akawa wa kumu-encourage mtoto wake. Na kuuliza, wewe unamu-encourage mtoto wako ama ni kumvunja moyo? Tuweze kuwa tunawa-encourage watoto wetu. Hiyo nyingine ilikuwa nurture. Jaribu kulea mtoto wako kitabia. Lea mtoto wako katika mielekezo na values. Lea mtoto wako katika culture yenu ya Ukisii. Nilea mtoto wangu katika culture yangu ya Ukikuyu. Lakini culture ile ninayomwelekeza nayo, niweze kumwelekeza katika culture ya Ukisii ulio na Yesu ndani yake. Katika culture ya Ukikuyu ulio na Yesu ndani yake. Na ninapomnacha hivyo, mtoto wangu atakapokwenda popote atakapokwenda, hata muacha Mungu wangu. Mtoto wako atakapokwenda, ukimfundisha na kumfundisha values katika culture yako na katika Biblia, hataenda mtoto wako mvulana kuolewa na mvulana mwenzake. Hataenda mtoto wako msichana kuolewa na msichana mwenzake. Kwa hivyo tuweze kunurture our children as they grow up. Hiyo nyingine ya mwisho ilikuwa a parent. Letter T, teaches. Fundisha mtoto wako upishi. Fundisha mtoto wako kuosha vyombo. Fundisha mtoto wako kulima. Wacha kusema wewe hutaki apate shida, wewe ulipata ulipokuwa unalelewa. Mimi sitaki mtoto wangu apitie vituko nilipitia. Ni sawa asipitie, lakini mfunze mtoto wako. Mfunze kazi, mfunze adabu, mfunze mambo yote ambayo atakutana nayo ulimwenguni. Kumbuka una mtoto wako kwa miaka 13 tu. Na wengine wetu tumeingia klasi ya juu, mpaka huwa tunapeleka watoto wetu boarding school wangali wakiwa primary level. Ikiwa umempeleka mtoto wako boarding school akiwa primary level, ukana kazi kubwa ya kufanya, mzazi mwenzangu. Una muda mchache sana. Wewe ambao unakwama na mtoto wako mpaka afike high school, I congratulate you, may God bless you. Kana mtoto wako hiyo miaka 13, utie tabia ya kwako, utie tabia ya Yesu wako, utie tabia ya dini lako, na mtoto huyu atakapotoka katika miaka hiyo, ukiwa umemfundisha, hata akienda, hata akipotoka, atarudi tena. Sema amen. Sasa nataka tusome haraka sana kifungu cha Proverbs 13:24 ili niweze kusonga haraka kabla muda wangu haujaharibika. Napofunguliwa Proverbs 13:24, ukweli ni ya kwamba modern parenting, kulea kwa siku hizi, si kulea tuliolelewa katika ile ya 70, miaka ile ya 80, miaka ile ya 90s. Ulezi ulioko hapa in this 21st century ni kulea ambako kuna challenges nyingi sana. Imekuwa ya kwamba wazazi hawajui wafanye nini. Wazazi hawajui walee namna gani. Na tunaona ya kwamba wazazi tunafurahia watoto wetu wanapokuwa tu kwa ile age ndogo. Lakini wakifika miaka 13 kusonga mbele, inatend kuwa ya kwamba sisi hata tunakuwa maadui na watoto wetu. Watoto wetu wanakuwa mzigo. Ni ushahidi wa moyo wangu ya kwamba hapa kuna kina mama wamelala kulia leo usiku wakiita Mungu kwa ajili ya watoto wao. Nina hakika hapa kuna wazee ambao wamelala kuangalia juu wakitafakari watafanya nini watoto wao waweze kurudi. Watoto wanapofika 14 and above, hapo ndio wanaingia lesbianism, hapo ndio wanaingia gayism, hapo ndio wanaanza kuvuta bangi, hapo ndio wanaanza kuchana miraa, hapo ndio wanaanza kuingia hata Illuminati, hata devil worshiping. Hiyo ndio sasa mlango ya shetani anapowavuta akiwaingiza katika ofisi yake. Kwa hivyo watoto wetu wakifika miaka hiyo, inakuwa ni uoga mwingi, inakuwa ni shida nyingi. Na ndio tumesema pale mwanzo, ebu uwe available for your child, be responsible kwa ajili ya mtoto wako. Ninataka kukwambia leo venye tumesoma juu ya mzazi, kuna wazazi mara mbili hata hapa hivi tumeketi. Na nataka uniambie wewe ni mzazi wa namna gani? Two types of parents. Hapa tuna mtoto ambaye nitamuita kufuli, padlock. Mtoto wako ni kufuli. Lakini wewe ni mzazi namna gani? Kuna mzazi nyundo na kuna mzazi funguo. Ukitaka kufungua kufuli ambao imefungwa, ukaenda pale na nyundo, ukitaka kufungua hiyo kufuli, uanze kugonga hiyo kufuli, uanze kuigonga ndio ifunguke. By the time hiyo kufuli inafunguka itakuwa namna gani?
itakuwa imefinyika, imekaa sura, imeinama, imekaa viajabu, kwa sababu wewe umekuwa mzazi nyundo. Na yule ambaye anatumia ufunguo kufungua kufuli, si kufuli inafunguka vizuri tena software vizuri sana na inatii. Tafadhali nakusihi leo, chagua kuwa mzazi ufunguo. Usiwe mzazi nyundo ambaye kazi yako ni kugonga mtoto na maneno, kugonga mtoto na matusi, kugonga mtoto na shida zote, kugonga mtoto hata na vyenye mnaishi na bwana yako na mume wako. Lakini naomba uweze kuwa mzazi funguo ambaye utafungua mawazo yake na ndani yake uweze kutia mambo yaliyo muhimu. Unapokuwa mzazi nyundo, unapiga mawazo yake, unampiga mawazo yake. Na hata nyinyi ni mashahidi hapa mmeketi hivi. Kuna mtu mpaka leo ana childhood traumas. Kuna mtu ambaye anapitia mambo mabaya moyoni mwake ambayo hata hakuweza kufika alivyopanga kufika kwa sababu ya kulelewa na mzazi nyundo. Mzazi nyundo is a dictator parent ambaye anajua not my way then nobody's way. Wacha kuwa hivyo kwa mtoto wako. Keti na mtoto wako mkakubaliane, kwa sababu watoto wetu hawa wewe ndi mwenyewe umewa-expose kwa internet. Kakiwa kadogo siku hizi ndio kakule, ni lazima kawekewe Cocomelon. Na wanasema kasipowekewa hiyo song hakakuli. Kwa hivyo umekanunulia hata tab yake. Hata hapa kanisani nikisunguka saa hii, nitapata kama mtoto kamewekewa Cocomelon na cartoon ndio kaweze kutulia kanisani. Na kanapoanza kakianza hivyo kakiwa 0 to 3, kanaenda kakiendelea, kakiingia into the internet. Na internet ina masomo mengi tena ya ajabu, na mengi yake 90% ya mambo yaliyo katika internet ni poison kwa brain ya watoto wetu. Kwa hivyo nakusihi asubuhi ya leo, mzazi uliyeketi hapa, tafadhali tafuta kuwa mzazi ambaye ni mzazi ufunguo. Wacha kuwa mzazi nyundo. Usimweke mtoto wako into trauma ambaye ataishi nayo miaka yake yote mpaka mwisho wa maisha yake. Sasa nataka tuende haraka sana katika mambo kadhaa. Proverbs ilisomwa? Nisome asanti. Proverbs 13:24. 13:24. Aha. Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali ampendaye humrudi mapema. Asiyetumia fimbo lake humchukia mwanawe. Na Biblia inaposema hivyo, jana ni juzi tukajifunza kuona ya kwamba kuna vitu viwili katika kulea watoto. Kuna punishment na kuna discipline. Mzazi nyundo kazi yake ni kupunish watoto wake. Mtoto unagonga, unachapa, unauma na meno, unamfungia nje na unamwambia aende akalale kwa sababu hajakula chakula, kwa sababu ameanguka mtihani, kwa sababu ameenda akapoteza pesa dukani. Wewe unayekaa hivyo, hiyo si ndio fimbo ambayo Biblia inaongelelea. Biblia inaongelelea kuhusu punishment ambayo ni discipline with love. Vyenye Yesu wetu anavyoturudisha kwa upendo, nasi tuweze kuwarudi watoto wetu kwa upendo. Kwa sababu tusipofanya hivyo, nisomee katika kitabu cha Psalms 127, tulisoma hii verse. Psalms 127 verse 3. Je, utakapokuwa mzazi ambaye kazi yake ni kufinya mtoto, anakuwa kama GSU, unakuwa mkali. Mtoto akikuona anaanza kutetemeka. Mtoto akipewa report book akipata ameanguka, anashangaa atakwenda wapi. Nimeona watoto ambao wameenda wakaitwa shule fulani na hawakupenda ile shule, na mzazi akasema kama mimi ndio ninaongea hapa, hiyo shule ndio utaenda. And the following morning mzazi akapata mtoto wake amehang kwa mti. Mzazi nyundo. Mzazi nyundo si ndiye anaongelelewa katika Proverbs. Mzazi ufunguo ambaye anaketi na kuwa na dialogue na mtoto wake, huyo ndiye ambaye anatafutwa. Tusomee katika Psalms 127 verse 3. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Wacha nikwambie, wana ulio nao ni urithi wa Bwana. Wana ulio nao sio wako. Hata kama mama ulienda ukaenda maternity ile ya bei kali katika Kisii Hospital, kama ulilipa pesa ngapi ndio ujifungua huyo mtoto wako, ninakuhakikishia leo katika jina la Yesu, huyo mtoto sio wako, umepewa kwa muda tu. Na nataka ujue, siku mtoto huyo atakapokufa mbele yako, ndio utajua kwamba hakuwa mtoto wako, alikuwa na mwenyewe.
wewe, na mwenyewe anajua siku za kuishi na huyo mtoto. Yeye ndiye amekupa ikiwa zawadi, tena zawadi nzuri, na ndio mtoto akizaliwa kuna furaha nyumbani. Lakini ikiwa wewe utamchukua ni mali yako, ni mtoto wangu, sitaki mtu amguze. Nimepata kina mama ambao wameenda katika madarasa ya watoto, wakikuta walimu wa watoto pale akimshikia kiuno, ya kwamba ulikuwa unamchuna mtoto wangu ukiwa kama nani wewe? Wewe unajua uchungu wa kuzaa. Na unamwambia anajua uchungu wa kuzaa, na nyinyi ndio mlimchagua msichana ambaye hajazaa aende akakae na watoto wenu. Hivi kweli sasa nyinyi wawili, wewe unayetingiza kiuno ambao umezaa, na mwenye ambaye anasimama hapa mwalimu amemchuna mwanao, ni nani ambaye hana akili? Tafadhali tafuteni walimu wa watoto, wazazi ambao wataweza kusaidia watoto wetu pale. Na ndio wale walimu wengine ambao ni wa young, wasichana na wavulana, wakae pamoja na hao walimu ili wafundishwe jinsi ya kulea. Nimeona watu ambao wametukana walimu kwa sababu mwalimu alidiscipline mtoto wako kwa darasa. Mtoto huyo sio wako. Mimi najua Wakisii ni kama Wakikuyu. Zamani mtoto hakuwa wa mtu mmoja, mtoto alikuwa wa community. Hata mzee angepita hivi na akute una tabia mbaya, especially mumesimama na kijana, mzee alikuwa na uwezo wa kuchukua bakora na kuwatawanya. Sisi kwetu Wakikuyu ungekuwa umesimama na mvulana hivi ati sijui mnaambiana, sasa hiyo unakula vikucha kwa sababu unapendwa na unaona aibu. Unajua mapenzi ya siku yetu ilikuwa inakaa funny. Hata nashangaanga ni aje tulikuwa tuna survive. Yani unaanza kuongeleshwa, unaanza kuchora map ya East Africa, unakula kucha. Lakini mara mzee atokezee huko na si baba yako, huo mkutano unaisha bila na kumalizia, bila conclusion. Kijana anapita hivyo na wewe unapita hivyo na unaenda nyumbani. Sasa hivi wanashikana. Siku moja nikawa nimeenda kwa stage, nikaingia gari. Tunangoja gari lijae, na wakaja mvulana na msichana wameshikana hivi. Msichana ameweka mkono ndani ya mkono wa mwanaume ameshikililia hivi. Walipofika gari ilikuwa imebakisha mtu mmoja alijae tuondoke. Na tulikuwa tumekaa muda mrefu sana kabla huyo mtu mmoja kupatikana. Na sasa wamefika, huyo ambaye amefika msichana ndiye anaingia twende. Na wamekaa hapo, anaambiwa ingia, gari imejaa, ni wewe tu. Ndio wanaanza wanakiss hapo mbele yetu, hawana adabu kwa stage. Tukasweat kwa gari, tukasweat, lakini hakuna kitu tungefanya. Tukangoja kwa hasira. Na walipoingia sisi wote tulikuwa tunamwangalia vibaya, lakini tukakumbuka hii ni generation ambayo mtoto ni wa mzazi wake. Ingelikuwa wakati wetu tungelimtandika makofi hajawahi. Na ndio saa hiyo wameshikana, wanafinyana kivua, I love you sweet baby, na sisi tuko kwa gari tunangoja ndio waweze kuingia. Tafadhali watoto wa siku hizi hawana adabu. Na ninasikitika kusema ya kwamba 90% ya kukosa adabu kwao ni wazazi, ambao tumekosa kujua ya kwamba tuna muda mchache na hawa watoto tuwafundishe nidhamu na adabu. Na ndio hiyo unaona imesonga, imeingia mpaka kanisani. Mtoto anakuja na nguo imefika hapa, msichana mzima amevaa nguo imefika hapa. Unfortunately miguu yenyewe inakaa kama miti. Sasa ndio huyo, na hapa kanyuma hata hakuna. Na sasa amekuja na anakaa akiendaenda choo ndio tumuone. Kwa sababu values zimeisha. Jamani wazazi tulioko hapa, wenda ikawa we ni Gen Z, wenda ikawa ni millennial, wenda ikawa ni hizo zingine za nyuma ambazo hazikuwa na hizi maneno kubwa. Tafadhali chunga mtoto wako. Na wewe mtoto ambaye uko hapa, wacha kukosa adabu. Niliambia wazazi tulipokuwa nao hapa, hii nyumba si ya bwana yako, hii nyumba si ya mama yako wewe mtoto, hii nyumba si ya boyfriend yako, hii nyumba ni nyumba ya Jehova. Na anatuamuru tunapokuja hapa tukuje na adabu, na sio adabu peke yake, tuje tukitetemeka. Na ndio sasa wewe umekuja na viskati vyako vinatoshana handkerchief. Sasa umekuja hata utaki kuambiwa, na kando na kufika hapa, huku nyuma pia ina mkato. Na watu wakiitwa hapa hata utakuja haraka sana. Tunataka mtu atuinulie kile kibox. Mtu mara moja ametokea na hizo vinguo zake anakuja. Baba ya mbinguni hataki hivyo mwanangu. Kama uko hapa unavaa nguo hazina adabu, ninakusihi katika jina la Yesu jirekebishe. Huku si kwa boyfriend yako. Huku ni kwa Yesu. Ukikasirika unisamehe, kesho narudi kwetu Nyeri. Lakini Yesu alinituma nikuambie hivyo mtoto wangu. Vaa na adabu. Hapa si my dress my choice. Hapa sio hivyo tafadhali.
Ukitaka hizo wazimu zako za my dress my choice, peleka huko sokoni. Lakini katika nyumba ya baba yangu heshima iweze kutunzwa. Wazazi, let us work hard. Najua hawa watoto wamekuwa kichwa ngumu. Atavaa nguo 2. Unamwambia sitaki hiyo nguo yako, anavaa kitenge imetoka hapa mpaka hapa chini. Unasema that is my girl. Alafu tumefika kanisani, kume kale ka handkerchief kalikuwa ndani amevua. Anapita hapa, unashangaa huyu alivaa saa ngapi hii? Watoto, ninawasihi vijana, ambassadors na wana youth, respect the house of my father. Kwa hivyo ningetaka kusema hivi, tuweze kujua watoto ni zawadi. Endelea haraka sana. Nasema uzao wa tumbo ni thawabu. Endelea. Kama mishale mikononi mwa shujaa, kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Ndivyo walivyo wana wa ujanani. Hao watoto ambao tumewazaa ni kama mishale. Mimi naona kwetu wazee ambao wana vijana ambao wana pesa sana, ambao vijana hawa kutoka Nairobi na magari makubwa yale meusi. Mzee akiona huyo kijana huwa anamwambia nataka unipeleke pale kwa market. Na kijana anaweka baba yake hapa. Wanateremka kwa market. Anamwambia paki gari hapa, nataka tuende kwa wale wazee. Na sasa wanapotembea, mzee anaenda akiwa mabega yako juu. Kwa sababu mtoto wake alishakuwa mtoto mwenye adabu. Anapita anaenda kwa wale wazee, anaambia gaidia ikehege yakwa. Salimia hii kehe yangu. Unajua kwa Wakikuyu hata ukiwa miaka 100 wewe ni kehe ya baba yako. Kwa hivyo ni kusema huyo mzee anasikia amegadiwa, anasikia ana mshale mkononi. Lakini hivyo kuna wazee wengine ambao hata hawaongei, hata hawawezi tokea kwa center, kwa sababu watoto wao wametengeneza madiredi yamefika nyuma, wanavaa vitroza ambavyo vimefika huku. Akija nyumbani anakuja na kabag na hana kitu kingine, anakuambia dadi, Nairobi ni kuhaso tu. Mpaka unashangaa ni nini? Hebuni tujue ya kwamba watoto ni mishale. Watakapokuwa wazuri watatufurahisha sisi, ingawaje wao ni zawadi kutoka kwa Mungu. Watakapofaulu, watakapo succeed. Kwa hivyo fanya bidii sana. Na nikasema jana, katika Euroje yako utakapokufa, na naomba Mungu akupe siku nyingi sana duniani. Utakapokufa hatutaambiwa venye ulikuwa umeenda mpaka US kusoma. Hata hatutaambiwa venye una magari makubwa. Hata hatutaambiwa ni plots ngapi ulizo nazo. Kitu tutakachoambiwa ni ya kwamba baada ya hadithi mrefu, amewacha watoto 5 na mke. Amewacha watoto 5 na mume mmoja. Hivyo na mbinguni, Yesu hata jali ulikuwa na nini, kwa sababu hizo zote zilikuwa baraka alizokupa kwa kujipendea mwenyewe. Lakini kitu atakachotaka majibu sahihi vizuri ni watoto aliotupa. Atauliza, wako wapi watoto niliokupa? Na sisi huku tumekuwa watu ambao tunacheza na hii zawadi ambao tumepewa. Unaona msichana mkubwa ambaye amekuwa Gen Z, amesoma, ameenda, amefika mahali, amekuja, amefanya harusi kubwa, na tukimwambia asilete hizo virangi vyake hapa, hasikii kwa sababu amesonga sana. Anafanya harusi, akifanya vyenye anataka, kisha Mungu anambariki na katoto kajana. Kakibarikiwa, kakifika miaka 3 ndio hako kamepelekwa salon. Katoto kanapigwa, kanagongwa hivi kati, kanagongwa, si salon ni kinyozi. Kanagongwa kati, kanafungwa madredi. Sasa kamekuja kanisa. Mzee wa kanisa alikuwa anataka mtoto wangu awekelewe mikono. Mzee atawekelea mikono wapi jamani? Mtoto huyo ni zawadi, si kitu na si chombo ya kucheza nayo. Mlee jinsi inavyopaswa. Kabla sijaingia hapa hali ambapo nataka kuingia, nataka niseme hivi. Kuna kitu ambao nisiposema nitaenda nyumbani damu yenu ikiwa juu ya mikono yangu, na sitaki. Watoto kuja madhabahuni ni laana ambayo haina kifani. Hiyo ni laana zaidi ya ukoma. Wakati unaona mtoto wako ulimnunulia tu viatu tu smart tu pesa mingi, anakuja hapa, alafu sasa unaanza enda mchukue, enda mlete. Hutaki kuja, lakini ulihakikisha kabisa amefanya nini? Akifika ulikuwa unaona, lakini you had to make sure amefika, ndio watu wote waone una mtoto handsome. Waone you have a beautiful daughter.
na waone unajua kuparent kwa sababu umemnunulia nguo nyingi. Hiyo haitusaidii. Sisi raha yetu na raha ya bingu ni madhabahu kuheshimiwa. Unapomwona mtoto wako hapa akipita pita, ujue tayari laana inagonga kwa nyumba yako. Na huyo mtoto hatakuwa tofauti na watoto wa Eli. Ataleta laana kwake mwenyewe na atakuletea laana wewe. Wacha mtoto afanye vyovyote anavyotaka katika kanisa hili, lakini usikubali aje madhabahuni. Kabla hajafika, kimbia umchukue, muondolee hatari. Usikuje kutuonyesha jinsi unavyo mtoto mzuri hapa kwa ajili ya kumleta madhabahuni. Hii si entertainment platform. Hii si ya kuonyesha vile ile inaitangwa aje ya miskisi na mesakisi hapa. Hii ni madhabahu takatifu ambapo bingu inamulika na malaika wanaizingira. Sasa kuna mambo. Asante sana Elda. Sasa ninataka nikwambie mambo 7 ambayo hupasi kumwambia mtoto. Sikiza kwa makini. Mambo 7 ambayo hupasi kumwambia mtoto wako. Kitu cha kwanza, wacha kuambia mtoto wako stop crying right now. Nyamaza haraka. Si nilikwambia tu utaanguka. Si nilikwambia hiyo meza itakugonga. Funga huo mdomo wako mrefu. Tabia mbaya. Usimwambie mtoto wako maneno hayo. Mtoto wapo ambapo amepata shida, ameanguka, amepata shida, ameumia, sio wakati wa kumwambia funge mdomo. Hata wewe wakati unalia, unapenda kuambiwa pole, upendi kuambiwa nyamaza. Kwa hivyo mwambie mtoto wako it is okay to cry. Let us discuss about it. Amelia, unamwambia ni sawa. I know unasikia vibaya. Wacha tuongee. Unapoanza kumwambia stop crying right now, wewe ni mzazi nyundo. Ukitaka kuwa mzazi funguo, mwambie it is okay my son. Let us discuss about it. Number 2, I am disappointed in you. Huko kwetu wazazi wanaambianga mtoto akianguka class 8 ama form 4, wewe heri hata ningenunua ng'ombe niwe nina kama maziwa. Hiyo pesa yote nilikuwa nimekupeleka nayo high school imekuwa waste and useless. Hata heri mamako angenunua kiondoa endange nayo sokoni. Sijui kama huku mnaambia watoto hivyo. Na najua kama kuna wale wanajua sio wa Kikuyu ni wa Kisii kukasirika. Lakini asubuhi ya leo acha kuwa mzazi nyundo wa kuambianga mtoto you are disappointed. Kama wewe utakuwa disappointed, atabaki na nani jamani? Already mwalimu amemwambia huko, muangalieni huyu Kevin, muangalieni mjinga, mchekeleeni. Watoto wote wanamchekelea kwa sababu ameanguka. Sasa anakuja nyumbani, amekaa kama kondoo aliyenyeshewa. Sasa badala ya kumkaribisha na kumpa pole, naona mimi am disappointed. Kwenda kwanza ukalale wewe, hata chakula upaswi kula huko. Badala ya kumwambia hivyo, mwambie what you did was wrong. Let's talk about it. Huyo ndio mzazi ufunguo, ambaye anaelewa hata wewe huwa unakosea. Na unapokosea haupendi kuambiwa people are disappointed in you. Unapendanga kuambiwa pole. Saa ingine tunaambianga watu pole hata tukijua wana makosa, because we want to make people feel good. Ambia mtoto wako unaelewa ya kwamba amefanya kitu sio kizuri, lakini mketishe chini muweze kuongea. Number 3, naenda haraka kwa sababu ya time yangu. Kuambia hii iko kwetu na Kisii najua iko. Unajua sisi tunafanananga. Big boys and big girls don't cry and they don't get scared. Wewe kijana mzee mkubwa kama wewe unaogopa. Sasa hiyo ni kijana ka 4 years. Unaogopa nini? Wanaume hawaogopangi. Sasa katoto huko ndani kanatetemeka, lakini kwa sababu kameambiwa kapaswa kuogopa, kanachanganya ujasiri na uoga. Uniambie itakuwa equals answer gani? Fear fear na ujasiri na courage zikishikanishwa zitatengeneza nini jamani? Wacha kuwa mzazi nyundo ukimwambia mtoto wako asikuwe scared, na wewe mwenyewe unajua venye ulikuanga muoga mpaka ulikuwa unakojoa kwa kitanda ukisikia, kwa sababu hutaki kutoka nje kwa sababu kwenu hakukuwa na stima. Si ninakuona tu. Lakini sasa umetapata ka kijana unamwambia wewe toka enda, wacha uoga. My father did that to me one day. Mimi nilikuwa muoga sana wa kuku. Ile kuku naenda kushika vyanzi, mimi sikupenda kabisa hiyo kitu, ilikuwa inaniogopesha. Sasa baba yangu akadecide kuwa mzazi nyundo. Kuku akawa amelalia pahali ambapo hakupaswa kulalia, na mayai yake yakachukuliwa yakawekwa mahali alipaswa akalalie.
So nikaambiwa enda chukua yule kuku. Baba yangu anajua venye naogopa kuku. Sasa nataka kunifundisha ati kutokuogopa kuku. Akaniambia enda chukua kuku. Mimi nikienda nikiguza kuku venye ninaenda mbio ninarudi. Ananiambia nimesema uende hiyo kuku. Na anachukua kiboko. I had a terrible night. I was 4 years, I remember to date. Alipoona kabisa imenishinda, alienda akachukua huyo kuku, akanifanyia hivi kwa macho. Kuku yalia kwe kwa macho na inanigwara. Tafadhali tusiwe wazazi nyundo. Mtoto wako anapokuwa scared, what are you supposed to say to them? It is normal to feel scared. Let's find way to overcome it together. Huyo ndio mzazi ufunguo. Number 4, you are worthless. Wewe sasa umezaa wewe ukiwa high school wewe. Sasa wewe ni kitu wewe. Sasa kazi yako wewe unapaswa uende bar ukafanya kazi huko. Ama utafute maid. You are very worthless. Sasa mimi nimeisha maono na wewe. Kama mtoto wako amepata mimba na amekuwa hivyo, wacha kumwambia ako worthless. Hata wakati kijana wako ameenda shule na amepanga strike na umeexpeliwa na yeye na umepewa G, wacha kumwambia you are worthless, kwa sababu bado yeye si worthless. Ninajua watu wengi sana hapa walipanga migomo hawa. Ninajua watu wengi sana hapa walizaa wakiwa makwao. But today they are great people. Kwa hivyo hata mtoto wako akifanya haya mambo, tafadhali mwambie hivi. No one is perfect, sweetheart. Imagine kama msichana kamekuja na mimba, akamekuletea mimba kama explain my sweetheart, no one is perfect. Hiyo kwa Wakisii inaingia vizuri. Hata kwa Wakikuyu inatusumbua. Lakini kwa sababu sisi ni wazazi ambao wataka kuwa wazazi wa kibingu, inabidi tuadapt, tuache kuwa nyundo, tuweze kuwa ufunguo. Mwambie it is okay, no one is perfect, my sweetheart. You will do better next time. Sasa kama mtoto kako na mimba ukikaambia you will do better, sikatazaa twins. You know, wisdom. Yeah, you will do better. Hautakubali hiyo maneno ya kunini ovyo. Najua leo tuko watu wengi. Ninaenda number 5. Unakaa ukiambia mtoto wewe ni mbaya. You are a bad kid. Kwa sababu kamekuja hapa. Na wewe umefundishwa, umejua akapaswi kukuja hapa. Na sasa unakakujia, unakapeleka na pale, you are a bad kid. Unachuna na hapo nyuma. Na unakachuna unakwambia nyamaza. Hakajui hivyo kanafanya ni makosa. Nilienda darasani anapofunza mwalimu yule wetu. Nikapata kelele ya ajabu. Karibu niumwe na kichwa. Nitoka huko nikisikia kama niko mlevi kiasi. Kelele ilikuwa nyingi sana. Kwa sababu watoto nao ni wengi. By the way, congratulations Getembe SDA Church. Better living. Kwa sababu hili kanisa lina future. Lakini fundisheni watoto wetu kukaa na amani mbele za Bwana. Wakiwa wametulia. So, nikaona katoto kamoja. Mmoja ameweka kiti kama hapa na palikuwa juu. Na kale kengine kameketi pale. Kale kameketi pale, kanavuta haka kengine miguu. Na unajua kakivuta kakiwa hapa kakianguka hata miguu katavunjika. Nikakasirika mara moja, uzazi nyundo ikainuka kwa ndani yangu. Nikaamka haraka nikamwambia wewe. Tulipoketi nikaambia mwalimu, huyu mtoto ana tabia mbaya. Akaniambia huyo mtoto hajui ya kwamba akivuta huyu ataanguka. Unapaswa kumwambia hatari ya kuvuta mwingine, si kumgoromekea. Nikainama nikatulia. Kumbe watoto wetu hawa wadogo hawajui vitu wanavyofanya ni vibaya. Wanahitaji kufanya nini? Kuambiwa. Wacha nisonge mbele kwa sababu nimebakisha dakika kidogo sana. Hiyo ingine ni hii. You are a bad kid. Nimesema venye unapaswa kusema. What you did was bad. Na sasa unaanza kumweleza how bad it is, how dangerous it is. Aelewe vizuri kwa taratibu. Hiyo ingine ni I do everything for you. Nyinyi watoto mtaniua kwa hii nyumba. Mimi ndio kupika. Mimi ndio kufua nguo. Mimi ndio kuosha nyumba. Nyinyi watoto nisijui nitafanya nini. Mimi nitahama huku niwaache. Siku moja mtaamuka hamutanikuta huku. Wacha kuambia hivyo. Support and nurture them. Wafundishe kuosha hivyo vyombo, wafundishe kupika hiyo chakula unaishi ukiwapikia, wafundishe kutandika hivyo vitanda umeishi kuwatandikia, wafundishe hizo vitu vyote. Sikukaa hapo ukiwaambia ya kwamba unahama uende wapi. Hiyo nyingine ni about weight.
Wazazi wengine tunaambia mtu wa kwanza, mtoto akimiss shule, akianguka, kazi yako ni kukula tu umenona kama ndovu. Unaona hiyo tumbo yako venye imetokea mbele ni kama mtu ana mimba. Alafu unaniletea grade E. Wewe ni mtoto wa namna gani? Muone venye amenona. Mwingine anaambiwa, angalia venye umekonda kama usi. Na mdomo juu. Na inulia watoto wengine mdomo na venye umekonda. My friend, they know they are fat. Na hawapendi hivyo kunona wamenona. Kitambo wewe uone na umwambie hivyo. Ameambiwa huko nje sana. Ametukanwa na unono yake. Ametukanwa na kukonda yake. Kwa hivyo, mfundishe jinsi mnaweza kudeal na hiyo kunona na hiyo kukonda. Mwambie, I am thinking of adapting a healthier lifestyle. Kama mtoto wako anakulanga ugali jioni saa 6 na asubuhi, mfundishe venye mnaweza fanya. Muulize, would you like to join me? Tupange venye utakuwa na afya nzuri. Tunaambiwa ya kwamba choose your words carefully when interacting with children. Wakati unakaa na watoto, chunga sana watoto wako. Na fungu letu la mwisho ni hili, Isaiah 54 verse 13. Watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Utakapofanya mambo haya, utakapoamua kuwa mzazi ambaye anaendea katika njia ya kweli, mzazi ambaye anampenda Mungu, mzazi ambaye amemweka Mungu mbele, mzazi ambaye ametambua ya kwamba watoto wake sio wake, watoto wake ni zawadi kutoka mbinguni, watoto wako watafundishwa na Bwana. Sema amen. Tusimame tuombe. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama. Takatifu Mungu Baba wetu wa mbinguni, asanti kwa sababu kati yetu umetupa wazazi. Asanti kwa sababu kati yetu kuna baraka ya watoto. Asanti Baba, umetufundisha jinsi ambavyo tutalea watoto wetu katika kweli na katika roho. Tusamehe popote ambapo tumeenda kinyume cha hivyo. Utupe nguvu na mwelekeo mpya, na kutoka sasa watoto wetu tunapotoka makambi haya waweze kuwa na ushuhuda ya kwamba ni kweli wazazi wao walikutana na Yesu. Naombea kina mama na kina baba walioko hapa ambao hawana watoto. Baba, ninajua una mpango mwema kwa ajili yao. Mungu wa mbinguni, unaweza kuwabariki na watoto wengine dunia hii. Tunajua Mungu, hata baada ya miaka mingi unaweza kuwapa watoto. Wape amani, wape furaha, na wape kupenda watoto wanaowakaribia siku baada ya siku. Kuna wengine hapa watoto wao wamekufa na wanaishi na pain ya kuluzu watoto wao. My Father, may you comfort the parents that have lost their loved children. Wape amani yako, mfalme mwema. Baba, uwasaidie. Wengine wazazi wako hapa wanalia mioyoni kwa sababu watoto wamepotoka, watoto wamekukataa, watoto wamerudi nyuma. Na wazazi wakiangalia wanaona ni kana kwamba pia walichangia. Wasamehe wazazi ambao wanajisikia kwamba wako guilty kwa ajili ya jinsi walivyolea. Na watoto wetu ambao umetuambia watafundishwa na Bwana, tunarusha maombi haya pahali popote walipo. Huenda ikawa wako kwa club, huenda ikawa wako kwa pombe, huenda ikawa wameoa na wanasumbua wake zao, huenda ikawa wameolewa na wanasumbua waume zao. Baba yetu wa mbinguni, katika uwanja huu naomba ushuke, ushughulikie wazazi, shughulikia watoto wetu tafadhali. Huenda ikawa kuna wazazi